Wakati ambapo sasa wanaona kwamba hakuna utajiri kwa hiyo kanisa, ama anafungua anakuta washirika wakuji. Sasa kwa sababu nao watu walijua yeye ni mchungaji nini, anatafuta mbinu zingine, ndio nakutaka watu wengi wanatoka wanaenda Nigeria, wanaenda South Africa, wanaenda Mombasa. Akitoka hapo mara moja unakuja anafungua kanisa kubwa. Unafikiri ni nguvu za Mungu. Hii sasa ni biashara. Hiyo ni biashara, kwa sababu wananunua sasa, kuna madawa wananunua ya kuvuta watu. Ndio nakutanga magician wanavuta watu. Kwa sababu kila mahali ukute kwamba kuna magician mahali pale, unakutanga watu hata karibu 3,000 ama wanasikiza magician. Lakini ile injili ya kweli unapohubiri mahali, unakuta watu wanaona kama ni mwenda wazimu. Tunasema huyu anatupigia kelele. Lakini unapokuja na sarakasi na vituko, utakuta watu wamejaa wanakuja, kwa sababu ulimwengu sasa vile nasema kwamba ulimwengu wa nyoka, katika ulimwengu wa sasa wengi wao ni uzao wa nyoka ambao hawataki kusikiza ukweli, wanataka kusikiza uongo. Sasa hizi ukifungua hata kanisa la kuhubiria watu uongo, utakuwa na washirika wamejaa hivi ya kudanganya watu tu wacheke. Lakini useme kwamba uhubiri injili ya kweli, unahitaji kwanza uwe na uvumilivu. Uwe na uvumilivu, kwa sababu injili itapigwa vita. Hiyo injili hiyo utajaribu sana, watu watakuwa kinyume na wewe, lakini utakaposimama Mungu atakupigania na hiyo injili itasimama. Kwa sababu unapoangalia sasa hizi, kwanza unapoangalia kama Kenya antichrist ni wengi, na mimi labda nitashangaza watu hawa wenye wako church wa mapasta ni nini wanarudi nayo aswa yenye inaweza fanya wapate crowd, wapate watu wengi. Sasa hawa wachungaji anapoenda Nigeria, Nigeria anapoenda kule, pia wao kuna kitu huwa wanapatiwa. Kuna kitu wanapatiwa. Na mimi naambia watu, I'm sorry labda kusema hivyo, lakini mimi nasema kwa sababu mimi natetea injili ya Mungu. Ukikuta mchungaji yako na pete 1 2 3 1 2 pete zaidi ya moja kwa mkono, kuanzia tu 2 3, hizo pete unakutanga hizo pete zina maana fulani. Anapoinua tu mkono hivi, akizungumza hivi, watu wote wanaanguka chini. Hawaangushwi na nguvu za Mungu. Ni yale nguvu amebeba katika nini? Mikono yake. Akiinua tu hivi, watu wote wanaanguka chini. Of which pete ni inafaa ikue yako tu ya kama mimi, kama hii yangu ni ya marriage. So nikiwa na pete moja, ingine hapa na ingine hapa na ingine hapa, inamaanisha nini? Hizo zimekuwa pete zaidi ya 2. Inamaanisha nini? Nikiwa na pete zingine, niko kwa mkono hii, niko na pete na zingine iko na pete. Hizo pete zinamaanisha nini? Na hizi handkerchief mnarusha za white nini? Sasa kuna kitu ambacho nataka niambie watu kuhusu mambo na handkerchief. Nyingi ya zile handkerchief, hebu nitumie labda kitambaa hivi. Nyingi ya hizi handkerchief, nyingi yazo inakuwa na powder fulani. Powder fulani. So yule mtu anapochukua anawekelea kwa kichwa hivi. Huyu kino tuwekelee, akawaka powder tu, sikatafanya nini? Katatoka. Kisha toka kaingie kwenye nini yako. Kaingie labda katika mdomo yako, any opening. Si uta breathe in. Kisha breathe in, ikiingia katika mind yako, bas obvious hautakuwa kawaida. Unakuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Hii powder inatoka wapi? Zingine ni zile ambazo zinawekewanga watu ambao wa mochari. Wale watu ambao sinajua mtu ambaye amekufa. Zingine zinatengenezwa kwa sababu ya mochari. Na zingine tu nyingi unakutanga tu hizi powder ametoka nazo labda Nigeria ama Mombasa ama Tanzania, popote zinatengenezwa tu fulani. Kale ka powder nako unaponusa unakuwa nini? Unconscious. Hata si unconscious, yani akili yako inakuwa ni kama haiwazi mzuri. Inakuonyesha tu mtu lazima akuwe ni kama Mungu. Huyu mtu utampigia magoti. Ukiona mtu ni kama umeona Mungu. Akikwambia ndio uende uuze shamba, utaenda uuza shamba upelekee pesa. Akikwambia wewe enda utoe kitu fulani sacrifice, utatoa. Kwa sababu unapomwona unaona kama ni Mungu. So si vitu za kawaida, hapana. Kwa
Kwa sababu hebu niambie, kwenye hizi powder, kwenye hii kitambaa, alafu utakuta mtu, mimi sitaji mtu lakini ninataka watu wafunge macho. Kwenye hizi vitambaa utakuta mtu anakuambia wenye kitambaa, kama wewe ni mgonjwa, ende utoe kauzi kamoja au ufanye nini, ukule umeze. Niambie kabisa, kama una akili timamu, kama haujakuwa brainwashed, unaweza toa uzi ukule? Unless umekuwa brainwashed, akili yako ikuwa brainwashed, utachukua kale kitambaa alafu uchukue uweze kumeza na hapo sasa ndio unapata mtu anauza shamba, nyumba, nini, bank, bas anapeleka kanisani. Then you talked about